about things. So, does the Bible show heavenly and earthly intercession? Is intercession a biblically approved concept? Or is God offended when we intercede for one another? In Genesis 18, Abraham stands before God interceding for Sodom and Gomorrah. God doesn't zap him, God listens. In Genesis 20, God tells Abimelech, enenda huko, mregeshee mke wake, Ibrahimu ni nabii, akuombee na mimi nitakubariki na wewe utaishi. Kwa nini Mungu angemponya directly? Because God loves to work through intercessors. God also loves to work through intercessors. They are not replacing Jesus. In fact, they are participating in his ministry as one mediator. They are just participating. In Job chapter 42, God tells the friends of Job. This is what God tells the friends of Job. My servant Job shall pray for you, for I will accept his prayer, not to deal with you according to your folly. Yaani, mtumishi wangu Job, Ayubu, atawaombea na mimi nitakusikiza sala yake na nitaikubali, ili nisiwapige kwa ujinga wenu. Sikiza guys, so when we say praying, we are asking. Come with me now. Come with me to 1 Kings chapter 2 verses 16 to 17. 1 Kings chapter 2 verses 16 to 17. In 1 Kings chapter 2 verse 16 to 17, this is a story. David becomes a king. When David is a king, in his final years, Bathsheba comes to David. Bathsheba ni nani? Ni mke wa Daudi. So anamuomba Daudi kitu kimoja, kwamba akifa amfanye Solomoni mfalme. That is the prayer of Bathsheba. Kwa nini Bathsheba anaomba hii sala? Anaomba kwa sababu, you know, in the Bible, Queen Mother does not refer to the wife of the king. Refers to the mother of the king. That is why you cannot come with your dictionary meanings to the Bible, or you get lost. So, guys, continue tapping. So, Queen in the Bible is the mother of a king. It is not the wife of the king. That is why during David's reign, Bathsheba was not a queen. Bathsheba became a queen after Solomon's enthronement. So when Solomon became a king, Bathsheba automatically became the queen mother. Now, there was one man who was fighting also for the throne. Alikuwa anapigania ufalme wa wakati ule, alikuwa anaitwa Adonijah. So Adonijah lost. Solomon got the throne. So Solomon became the king. So Adonijah and Solomon, they are rivals. Yaani hawaelewani, ni maadui. Lakini huyu Adonijah, kuna mwanamke yuko pale kwenye palace ya Solomon, amemkufia huyu mwanamke. Yaani amemtamani huyu mwanamke, anataka kumuoa. So huyu Adonijah hakuna vile anaweza kwenda kwa Solomon amwambie kwamba mimi nataka kumuoa Abishag. Hapana. So what does Adonijah do? Adonijah knows one thing. The only rightful route and access na direct access ni kupita kwa mamake, because the mother is a queen, mother. The mother is a queen mother. So this is what he says. So Bathsheba, this is what Adonijah said. Let us begin with Adonijah. Wafalme. That is Second Kings. Guys, we are winding up. Second Kings, come with me. Second Kings chapter 2.
2 Kings chapter 2 verses 16 to 17. 2 Kings, no, 1 Kings chapter 2 verses 16 and 17. Verses 16 and 17. Kiza Adonija akamwambia, unajua kwamba mimi ningalikuwa mfalme na hata Israeli yote ilikuwa inanitazamia niwe mfalme, lakini mambo yakageuka na ndugu yangu akanipindua, kwani hayo ndiyo yaliyokuwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. So ndugu yake ni Solomoni. Sasa ninalo ombi moja ambalo ninakusii usinikatalie. So Adonija anaongea na Bathsheba ambaye ni mama wa mfalme, at this point queen mother. Usinikatalie. Bathsheba akamwambia, sema tu. Naye akasema, tafadhali nakusii umuombe mfalme Solomoni aniruhusu nichukue Abishagi yule Mshunami hawe mke wangu, kwa maana najua hata kukatalia wewe. So Adonija is telling Bathsheba, aenda uniombee huyo msichana, mfalme hata kukatalia. Bathsheba akamwambia, sawa, nitazungumza na mfalme kwa niaba yako. So it's like Bathsheba telling Adonija, I will intercede on your behalf. Nitazungumza na mfalme. So Bathsheba wakes up, goes to Solomon. Solomon upon seeing his mother coming, the queen mother, what does Solomon do? Solomon anasimama, wote yeye na wale waliokuwa pale wanainama. Solomon anamkuta mamake, anamuinamia, alafu anasema awekewe kakiti kengine pale. This is very wonderful. Read 2 Kings chapter 2 verses 1 Kings chapter 2 verses 19 to 20. Anasema anamuinamia, yani Solomon anamuinamia, ni mfalme au si? Anamuinamia, anasema leteni kathroni kengine pale. Kathroni kengine anaweka pale on the right hand of her. And what did the king say to his mother when she came to intercede for a subject? Wakati mama alikuja kuomba kwa niaba ya Adonija, Solomon alimwambia nini? Sikiza hapa. Make your request my mother, for I will not refuse you. Make your request my mother, for I will not refuse you. Make your request my mother, for I will not refuse you. Make your request my mother, for I will not refuse you. This is what Solomon is saying. Yani the king is telling his mother, the queen mother Bathsheba, huyo ambaye alianguka na Solomon, anaambiwa huyo mwenye angalau anaambiwa make your request my mother. 1920. Sikiza hapa. Basi Bathsheba akamwendea mfalme Solomoni na kumweleza ombi la Adonija. Mfalme akainuka kwenda kumlaki mama yake, akamuinamia, alafu akaketi katika kiti chake cha enzi. Akaagiza mama yake aletewe kiti, naye akakaa upande wa kulia wa mfalme. Bathsheba akasema, nina ombi ndogo, tafadhali ulikubali, na ninakuomba usinikatalie. Mfalme naye akamwambia, sema ombi lako mama yangu, kwa sababu sitakukatalia. Oh, thanks to God. What a revelation, my dear friends. So, if Bathsheba is the queen because her son is the king, anakuwa queen mother, na hakuna kitu queen mother atamuomba mtoto wake amkatalie. How much more Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords. Our mother rightfully becomes the queen mother, na hakuna kitu mama atamuomba mwanawe ambaye ni mfalme amkatalie. Why are you afraid? Mfalme mwenyewe anasema hapa Solomon, and Jesus spoke and said, something greater than Solomon is here. Something greater than Solomon is here. So whatever Solomon did, that is whatever Solomon was, all the wisdom he had, Christ now as a greater wisdom. So my dear friends, Solomon anamwambia mamake, make your
request my mother, I will not refuse you. What am I seeing? I am seeing Jesus. While Mary is praying for us and interceding for us, Jesus telling her, my mother, make your request. What request? On behalf of us. On behalf of us. So our question today was, show me one person that Mary prayed for. You want me to show you? The wedding at Cana. He did not even pray for one person. He prayed for a family that was breaking because of a single mistake. Walikosea hesabu bwana, walikosea hesabu, divai kaisha, watu ni wengi. Maria akaona pasipata kuambiwa, akaenda akamwambia mwanawe, my son, they have no wine. Then the son is like, woman, what do you have to do with me? My hour is not yet. Then then Mary is like, Mary even does not even keep pushing. Mary turns to the servants, do whatever he tells you. Guy, do whatever he tells you. So Mary is there interceding for us, my dear friends, together with the saints. Together with the saints. Is there. Na unajua mimi nina shida kuwaambia, wacheni kusoma Biblia kama gazeti. Wacheni kusoma Biblia na akili za Kikamba na Mkikuyu. Because this is very dangerous. Just imagine a Kamba reading John chapter 2. That point where Jesus tells huyu mama yake kwamba, woman, do you know in Kikamba is Kiveti? So a Kamba cannot stand Jesus calling a mother Kiveti. So to a Kamba, that is insult. To a Kamba, Jesus did not glorify Mary as we do. Now you see the danger of this. But calling a Jew reading, you know, the word of God was written to the Jews, to the Gentiles, and to the church. So you need to identify which word is written to the Gentiles, which is written to the Jews, which is written to the church. So a Jew listening to Jesus saying, woman, the mind of that Jew goes back to Genesis 3:15. Nitaweka uadui katikati yako na mwanamke na uzao wake utakanyanga nyoka kichwa, something of the sort. So that is a Jew, ataenda huko na ajue this is that woman promised in Genesis 3:15. So my dear friends, the saints are in heaven. Mother Mary is in heaven, alive, not dead. They are still parts of the body of Christ. We can agree with them. Pray for anything. God responds. Mary is there in front of Jesus, the mother of the king, the queen mother. Now if the king could say, Mama, make your request, I will never refuse anything. I see Mary there, his son, the King of Kings, saying, Mother, make your requests. I will not refuse you anything. So my dear friends,